Kwa majina naitwa Nasoro Hamisi, budget champion katika shirika la MWAP. Mimi ni mkazi wa Pongwe Kikoneni Ward, Lungalunga sub county in Kwale County. Mimi kama budget champion nimejaribu sana kuhimiza vijana wenzangu kwenda kwenye hizi warsha za public participation ili kuweza kuwasilisha matakwa ambayo kwamba tunayataka huku chini. Kama vile tumejaribu kusukuma kwamba hii sehemu hatuna umeme. Tukajaribu kusukuma kwamba hii barabara ni mbovu, inahitaji ukarabati. Na tunafurahi kwa sababu mwaka jana hii barabara yetu kutoka Kiruku hapa tulipo, Kiruku Secondary School mpaka Mwangoi walijaribu kuifanyia marekebisho kidogo. Tungeomba pia zaidi waweze kuiconsider mara ya pili, waweze kuweka mara mingi mzuri. Lengine pia tumefaidika kidogo na nusu kilomita pale Kikoneni Center ya Kabros. Hii ni kwa sababu ya vijana wanavyoenda kwenye hizi public participation na kuhitaji miradi kama wanavyoona kwenye kaunti zingine. Mradi wa stima ulianza kidogo kwa some of the households. Na sasa hivi tuna bahati pia kuna extension. Ndio tunaona kuna washaanza kusimamisha haya magongo ndio baadaye walete waya zingine. Na hii mradi venye ulianza kidogo, zamani ilikuwa mtu akihitaji kunyolewa ni lazima aende mahali kilomita 5 ndo akapate huduma za kunyolewa na stima. Lakini sasa hivi hapa Kiruku Secondary, Kiruku Primary tunapata huduma za stima. So haya matakwa ama haya mambo ambayo kwamba tunaomba serikali tufanyie, wakitufanyia kama hivi huwa imeempower community. Saizi pia tuko na sehemu kama cyber, mtu akitaka kwenda kufanya huduma za cyber anapata. Lakini zamani ilikuwa mtu mpaka aende Mwangoi ama Kikoneni ambapo ni mahali parefu. Kwanza ningependa kuipongeza community yangu na youths wa ile eneo kwa sababu tulikuwa na tuhuma ama na kuelewa kwamba tulikuwa tunaekelewa, kulikuwa na extension ya electricity. Sasa kuna baadhi ya sehemu ambazo wananchi wa hii area wanaona kwamba wamenyimwa haki yao kufikishiwa umeme. So kuna some 3 posts zenye zinafaa kwenda kwa mahali fulani kwa mzee foleni, lakini zimekuwa diverted kwa mtu mwingine. Sasa tumefuatilia pamoja na youths wa hii area, tukaenda tukawasilisha maneno yetu kwa village elder, tukafika paka kwa village admin. Lakini mpaka sasa tunasubiri ile siku ambayo kwamba wataweka zile nyaya ili tuone kupitia ile mapping yenye walifanya, tuone kama hiyo diversion ni ya kweli ama ni maneno tu. Kwanza ningependa kusema huu mradi wa MWAP enlighten mimi mwenyewe na pamoja na mayouth wenzangu, kwa sababu ingelikuwa hawajui majukumu, angelikuwa sisi kama youths ama hawa wakazi hapa ingelikuwa hawajui kana kwamba hii miradi inayoletwa huku kwetu mashinani ni yetu, hawangegundua kwamba labda kuna mahali kuna diversion ya magongo ya stima. Wangenyamaza tu mpaka mwisho wa siku hiyo ile stima yenye ambayo kwamba imepangwa kufika mahali fulani hiyo haijafika na wawe hawaelewi. Na pia vivyo hivyo tumejaribu kuwasimamisha kwamba wasiende wakaribu yale magongo ambayo kwamba yamekitwa mpaka tupate kujua kwamba je, kulikuwa na diversion ama yeye ambaye kwamba alipelekewa hayo magongo alikuwa kwenye hiyo phase 1. Mbinu ya kwanza nimejaribu kushawishi vijana wenzangu endapo patakuwa na hizi baraza meetings ama mikutano hata karibu na shule waweze kuattend ili wapate kuchanuka na masala ambayo kwamba yatakuwa yanajadiliwa, pia wao waweze kupeana maoni, waweze kuchangia katika mijadala ambayo kwamba inazungumziwa kwenye mikutano ya kijamii, ili kwa sababu hii mikutano ya kijamii ndio ambayo kwamba inatufahamisha na inatujuza kwamba ni kitu gani ambacho kinaendelea ndani ya jamii yetu. Lengine pia tunashawishi vijana wenzetu kwamba wasiogope kukaa na viongozi karibu, wasiogope kupeleka malalamiko yao, wala wasikue watu wa kuponda uongozi fulani, bali wanafaa kupeleka hoja zao na kujadili mambo ambayo kwamba yatanufaisha wao na pia na vizazi vinavyokuja kwenye hii jamii. Na mimi naona matunda yapo na tumefaidika, na pia
Nikipeana mfano katika huu mwaka wenye tunaenda na mambo na social accountability, tumeona kwamba tunaelimisha hizi komiti ambazo zinasimamia miradi. Tunajaribu kuziongelesha na kuziambia kwamba wao wako na majukumu katika kusimamia hii miradi. Wao wakilala, miradi pia itatengenezwa ovyo ovyo, alafu contractor atakapoondoka bado tatizo litakuwa limebaki letu. Kwa mfano, tuko na project ambayo kwamba imefanywa ya ECD pale Mianzani, Pongwe Kikoneni Ward, sehemu ya Majoreni. Kuna community ambayo kwamba inasimamia ule mradi, waliona contractor alikuwa anafanya kazi duni, wakamsimamisha na akaifanya vizuri. Hawangekuwa wako na ufahamu wa kwamba hizo project zitabaki za wao hapa kijijini ama mtaani, basi wangemwacha wakafanya hiyo kazi vibaya, alafu baadaye watakaoharibikiwa ni sisi huku. Mimi kwanza ningependa kuchukua fursa hii kuwashukuru MWAP na UNDP, na pia kuwaomba kama kuna uwezekano waweze kushuka chini mashinani na kufunza vijana, kuempower vijana, kuwapatia mafunzo ya kusimamia miradi na kufuatilia miradi, wazidi kuwaelimisha. Wajua vijana huku chini wamelala sana, mtu yafikiria labda kitu mali kwenda kusikiliza kitu ama kwenda kupeana maoni, ni lazima labda awe ameitwa na kiongozi na anajua ataenda kupatiwa kitu, huko wanaita mbumulo. Lakini haya masomo siku hizi yanaenda mpaka mtu anajitolea tu kwenda kuongea vitu kwenye mkutano na huenda vikachukuliwa na vikawa na manufaa katika jamii.